Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu, marafiki zangu wote na hata watoto wangu wa kiroho. Na wakaribisha tena katika hii platform ya online. Majina yangu naitwa Pastor Elijah Luther. I'm born again. I love Jesus Christ as my personal savior. Vile nimeishi nikisema. Karibuni sana tunaposikiza ile neno. Na Mungu wa amani atatubariki sana. Nataka kuzungumza kuhusu ulihusika maeneo gani? Ulihusika maeneo gani? Yaani ni wapi ulihusika katika maisha yako? Kwa sababu hapa duniani, wakati tutatoka hapa duniani, tutakumbukwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza, watu watatukumbuka katika yale mazuri tulifanyia watu, na jambo lingine watu watatukumbuka pia katika yale mabaya ambayo tulifanyia watu. Kwa hivyo ukitoka hapa duniani watu wataangalia ulihusika wapi, na ulihusika kwa njia mzuri ama ulihusika kwa njia mbaya. Hata katika politics, wakati siasa inapoisha, watu wanaangalia huyu alihusika maeneo gani. Kama alihusika maeneo mazuri, anarudishwa bado kwa kiti. Lakini kama alihusika maeneo mabaya, watu hawapendi huyo mtu kabisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inasema katika Luka 17:1-2. Luke chapter number 17 verse 1-2. Ya kwamba vikwazo hazina budi kutokezea hapa duniani, lakini ole wake yule mtu ambaye anasababisha zile vikwazo zinatokezea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Yesu anasema kwamba mtu kama huyo angefungwa jiwe la kushagia katika shingo lake, na huyo mtu angetupwa baharini. So ninaongea na mtu ambaye mwenyewe unajua ni wapi ulihusika. Ulihusika kuinua mtu ama ulihusika mahali kumwangusha mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia katika Acts of the Apostle chapter number 7 verse 60. Matendo ya Mitume 7 pale 60, Biblia inaongea kuhusu habari ya Sauli. Na huyu Sauli ndiye alikuja akabadilishwa akakuwa Paul, Apostle Paul. Biblia inasema kwamba wakati Stefano alipokuwa na uawa, Sauli alihusika maeneo makubwa sana. Sauli ndiye alichangia kifo ya Stefano. Stefano akipigwa mawe, Sauli alikuwa anafurahia sana. Sorry kidogo. Stefano alikuwa anapigwa mawe, lakini Sauli alikuwa anafurahia sana. Na kuna watu wanaweza kuwa wanateseka, kumbe ni wewe umehusika mahali pale, unasababisha wanalia machozi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na huyo Sauli tumeona wakati alikuja akaokoka, yale mambo mazito ambayo pia alikuja akapitia. Wagalatia 6:7 inasema kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hivyo kama ulihusika katika maeneo mazuri,